alitaka kila mtu awe na rafiki. Kupitia rafiki unaweka agano na rafiki ya kuwa kwanza atatunza siri zako, lakini yeye pia atatunza siri zako. Utatunza siri zake na wewe pia utatunza siri zake. Yale ambayo mazuri anayopenda rafiki, hayo ndio wewe pia utafanya. Yale ambayo rafiki hapendi, wewe hautafanya, kwa sababu rafiki hapendi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mkubwa wa kanisa la kiroho ni Roho Mtakatifu. Na ndio maana tunaona kuwa anasema kichwa cha mwanamke ni mwanamume, lakini kichwa cha kanisa ni Kristo, lakini kichwa cha Kristo ni Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna utaratibu hapo. Kwanza kuna Mungu, baada kuna Kristo. Kristo maana ni Roho Mtakatifu, Roho wa Yesu. Lakini baada ya Roho wa Yesu kuna mwanaume. Maana mara zote wanaume walikuwa ni mfano wa watumishi wanaosimama mbele ya madhabahu. Wakati Paulo anazungumza na Korinto, akasema simpi ruhusa mwanamke